Baba yetu Yesu Kristo apewe sifa tena. Kwa majina naitwa Consolata Francis, nimeokoka na baba yetu Yesu Kristo amekuwa mwokozi wa maisha yangu. Na kuna siri ambazo baba yetu Yesu Kristo aliweza kunipatia ili nikaweze kufichulia Wakenya. So Wakenya wenzangu, mtakapokutana na video yangu, naomba ukapate kuidownload, ukaweze kushare na marafiki na ndugu na jamaa. So naomba mkapate kunifuatilia polepole na mtaweza kuelewa siri hizi ambazo baba yetu Yesu Kristo aliweza kunipatia. Na nilipokuwa kwenye maombi niliweza kusikia sauti ikiniambia, ambia watu wangu watubu, siku zinakaribia. Je, mpendo ambaye unanitazama, umejitayarisha vipi? Kwa maana baba yetu Yesu Kristo ako karibu kurudi kwa mara ya pili. So ninaomba mkapate kuacha dhambi na kuishi maisha matakatifu, kwa maana dhiki zimeshaanza kuja duniani, kulingana na vile kitabu cha Ufunuo wa Yohana kinasema katika kitabu cha Revelation chapter 3 verse 10, kila mmoja duniani ataweza kujaribiwa. So naomba ukapate kujitayarisha vyema ili utakapojaribiwa baba yetu Yesu Kristo akapate kukuokoa na kila jaribu, ili usiweze kwenda katika moto wa jehanamu wa milele na milele. Wapendwa, kuna moto wa milele na milele ambayo watu wataweza kulia na kusaga meno kwa sababu ya uchungu mwingi ambao utakuwa jehanamu, na pia wamzi za jehanamu hazilali. So ni wakati wako wa kujitayarisha kwa kutubu na kuomba na kumrudia baba yetu wa mbinguni na make peace na baba yetu wa mbinguni. Najua watu wengi wanafikiria ya kwamba baba yetu wa mbinguni hayuko. Hapana, baba yetu wa mbinguni yuko na ameumba dunia, ameumba kitu bahari, ameumba kila kitu ambacho kinaonekana na kisichoonekana. So niliweza kufichua siri ya huduma namba. Naomba ukapate kunifuatilia katika video yangu ingine kwa TikTok na YouTube, najiita Consolata, ili ukapate kuelewa hizi siri ambazo natolea Wakenya. Na leo nataka pia nikapate kufichulia Wakenya siri ya bendera ambazo zinapatikana pale Kibarani Mombasa. Siri ya bendera zote za dunia nzima ambazo ziko Kibarani Mombasa. Najua watu wengi wa Mombasa huwa wanaziona lakini hawajui maana yake. Lakini hapo pia kuna siri yake, na pia kuna siri ya pesa mpya ya Kenya ambayo ilibadilishwa na serikali 2019, na kuna siri ya coronavirus, na kuna siri ya makanisa, jinsi manabii wa uongo wanavyomtumikia shetani. So naomba tuanze na siri ya bendera zote za dunia nzima ambazo zinapatikana pale Kibarani. Maandiko yanasema wale wakaaji wa Jomvu ama wakaaji wa Miritini, najua wao wameona hizi bendera, na mtu yote amewahi kuja Mombasa kutoka Nairobi, ziko tu kwa barabara. So maandiko yanasema nyakati za mwisho kutatokezea president mmoja ambaye atatawala dunia nzima. Naombeni mkapate kunielewa, kwa maana hii wisdom sio wisdom yangu, bali ni wisdom ya baba yetu wa mbinguni. Na siwezi kuamka siku moja na nikaanze kudanganya watu, siwezi taka fame ya uongo. So hii ni wisdom ya baba yetu wa mbinguni ambaye amenipatia ili nikapate kuwafichulia hizi siri, ili mkapate kujitayarisha vizuri kwa kutubu na kuomba kila wakati. Sasa si wakati wa kulala, sasa ni wakati wa kuamka kwa maombi. Ni wakati wa kukesha kwa maombi. Na kukesha si kanisani peke yake. Unaweza kesha usiku ukiomba, ukaweka alarm ukaamka ukaomba. So maandiko yanasema nyakati za mwisho kutatokezea president mmoja ambaye atatawala dunia nzima. So na tujue wapinga Kristo ni wakina nani? Wapinga baba yetu Yesu Kristo ni serikali zote za dunia nzima ambazo zimejiunga kwa pamoja, ili wakisema jambo wanakuwa na umoja. So hawa ndio wapinga Kristo. Marais ama wafalme wote wa dunia nzima ndio wamejiunga pamoja ili wakaweze kumpinga baba yetu Yesu Kristo, na hawa ndio maadui zetu hasa wakati wa mwisho. Na pia tukiendelea pia mtaweza kujua wapinga Kristo wengine ni wakina nani, ama acha tuwataje saa hii. Wapinga Kristo wengine ni manabii wa uongo kote dunia nzima. Hawa ndio the man of evil ambao wameshaanza kufanya kazi yao duniani. So naombeni mkapate kufunguka macho. Tukiangalia kitambo tulikuwa tunapeperusha bendera moja ya Kenya, na sasa hii tunapeperusha bendera zote za dunia nzima. So hawa wamekuwa na umoja ili wakapate, wakisema jambo wanakuwa na umoja. Tukiangalia siri ya coronavirus, baba yetu Yesu Kristo aliweza kunifichulia ya kwamba
coronavirus haikuwemo duniani. Hii ni mojawapo ilikuwa ya kipimo cha imani kwa Wakristo na ama mtu yoyote ambaye anamjia baba yetu Yesu Kristo. Na imani wakati huo wa coronavirus ambayo ilikuja, watu wengi waliweza kuanguka imani. Kwa maana watu waliambiwa kuwe na social distance ama waweze kuvaa mask ama wanawe mikono. So hayo mambo yote yaliweza kufanyika na naamini watu wengi waliweza kuanguka imani. Kwa maana baba yetu wa mbinguni amekuwa akiepusha watu na magonjwa mengi, na hiyo wakati watu wakaanza kujiepusha wao wenyewe. So hiyo wakati watu wengi waliweza kupoteza pia kazi, watu wengi waliweza kwenda nyumbani kwao kwa kuzaliwa bara ama huko kijijini. Watu wengi waliweza kuteseka wakati huo wa serikali ambayo ilisema kuna coronavirus. So hawa ndio maadui zetu, na naombeni msiweze kukubali mambo yote ambayo mnaambiwa na serikali. Sijakuja hapa kupinga serikali, lakini tujue hawa ndio maadui zetu. So chochote ambacho mnaambiwa na serikali, hasa wakati wa mwisho, naombeni mkapate kwenda kwa magoti kwa baba yetu wa mbinguni na mkamuulize, ama kupitia maombi mkamuulize hii jambo iko vizuri ama iko vibaya. Na naamini mtu yoyote anayemuomba baba yetu kwa imani, baba yetu wa mbinguni anamjibu. So tukiangalia Farao alitoa oda watoto wote wa kiume wauawe, lakini wazazi wa Moses hawakuweza kuheshimu ile oda ya Farao. Tukiangalia kitabu cha Hebrews chapter 11 verse 23 inasema, it was faith that made the parents of Moses hide him for 3 months after he was born. He saw that he was a beautiful child and they were not afraid to disobey king's order. Na tukiangalia Hebrews chapter 11 verse 6 to 7 inasema, no one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek him. Tukiangalia tafsiri ya Kiswahili inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamfuatao. It was faith that made Noah hear God's warning about things in the future that he could not see. He obeyed God and built a boat in which he and his family were saved. As a result, the world was condemned and Noah received from God righteousness that comes by faith. Tunaendelea kusoma Hebrews. So hii ni verse 7 inasema, kwa njia ya Kiswahili inasema, kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ya ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. So acheni niwatolee hii testimony. Wakati serikali iliweza kutangaza ya kwamba kuna coronavirus, kwa maana mimi nilijua ya kwamba baba yetu Yesu Kristo alinifichulia ya kwamba hakuna coronavirus duniani. So mimi sikuweza kupractice zile mambo ambazo serikali ilikuwa imeweza kupeana. Kwa mfano, kuna siku moja nilikuwa ninatoka kununua mboga na sikuwa nimevaa mask, kwa maana mimi wakati wa corona wote sikuweza kuvaa mask, kwa maana nilikuwa najua ya kwamba hakuna coronavirus duniani. So nilikuwa nimetoka kununua mboga na kumbe polisi wako mbele yangu wameniona. Hapa nataka mjue ya kwamba mtu yote ambaye anaweka imani kwa baba yetu wa mbinguni, mtu huyo baba yetu wa mbinguni haezi kumwacha, bali huwa anamtetea kivyovyote vile. So mapolisi walikuwa wameshaniona na wakaweza kusimama na gari, na mimi sikuwa nimewaona. Wakanishika wakanipeleka, wakati huo nilikuwa naishi Bamburi, wakanipeleka Bamburi station. Nakumbuka nilikuwa na balance ya 1000 ambayo nilikuwa nimetoka kununua mboga, na nikajiambia sitapeana ongo. Nitaacha baba yetu wa mbinguni akaweze kunitetea. Kwa maana sikuweza kupigia mtu yoyote yule nikaweza kumwambia nimeshikwa, bali niliweza kumwamini baba yetu Yesu Kristo ataweza kunisaidia. So after kufungiwa pale, watu walikuwa wanatoka mmoja mmoja, I think walikuwa wanapeana ongo.
na sisi tulibaki kama watu watatu pale kwa tumefungiwa. I think tulikuwa tumebaki watu watatu. Tukaitwa nje na polisi, akaweza kutuliza nani aliomba Mungu asubuhi. Juu mimi sikuwa nimeomba baba yetu wa mbinguni asubuhi. Nakumbuka nilikuwa nimeomba jioni. Alikuwa amesema tuinue mkono, mimi sikuweza kuinua. Akasema askari akasema endeni nyumbani mmesamehewa. Namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana kwa sababu ya utetezi huo. Wala sikuweza kulala pale, sikuweza kulala cell, na wala sikuwahi experience hiyo kulala pale cell. So sisi tukienda nyumbani tena, mapolisi wakakuja wakatubeba na gari. Tulikuwa na rafiki yangu, nakumbuka tulikuwa na rafiki yangu, wakatupatia lift tena wakaturudisha Bamburi. So hapo nataka mkapate kuona vile baba yetu Yesu Kristo aliweza kunitetea na sikuweza kutoa ongo hata shilingi moja. So na pia kuna wakati mwingine nilikuwa natoka kanisani mimi na watoto wangu, na mtu akapita tu akasema mapolisi wale, na mimi sikuwa nimevaa mask. After kuwaona hapo nyuma, kulikuwa na kibanda nyuma yangu, ambao hicho kibanda kiliweza kunishangaza sana. Nikaingia kwa hicho kibanda. Hapo mbele katika hicho kibanda kulikuwa kumetengenezwa gunia ambayo imeziba, na kuna nyuma yake kuna kiti, na I think opposite kulikuwa na fundi ambaye alikuwa anashona viatu. So mimi nikaingia pale na watoto tukaketi, na mapolisi wakapita na hawakuweza kutuona. So hata niliweza kumuuliza yule fundi ambaye alikuwa anashona viatu, mwenye alitengeneza hii kibanda alikuwa na nia gani, kwa maana alikuwa ameweka gunia mbele hivi na hapo nyuma kuna kiti, na yeye hakuwepo pale hiyo siku. So tukaingia tukakaa, na wale mapolisi wakapita, na sisi tukaendelea after wakaenda tukaendelea na shughuli zetu. So nataka muamini hapo vile baba yetu Yesu Kristo aliweza kunitetea kipindi hicho cha corona. So sio kila kitu ambacho mnaambiwa na serikali mnaweza kufuata, kwa maana hawa ndio maadui zetu. Acha nipeane mfano mwingine. Inaweza kuwa kuna chanjo ambazo mnapewa door to door, ama kuna vipimo vya HIV ama vipimo vya kansa. So mtu anaweza ekelewa ugonjwa wote akaanza kufa na stress, kwa maana kuna watu wengine huwa wana stress peke yake ina uwezo wa kuwaua. So ama ukaekelewa HIV and AIDS, na labda wewe hata si mgonjwa, ama ukaekelewa kansa ukaanza kufa polepole. So ni wakati wako wa kufunguka macho na ukaweze kujua hawa ndio maadui zetu, na mkapate kuwa na imani, na imani yetu ndio itaweza kutushindania vita hizi za dunia na utakatifu. Shetani huwa anaogopa hata kuzimu utakatifu. So utakapokuwa na imani, endelea kuomba na ukapate kuacha dhambi, na polepole utaweza kutakasika, ama baba yetu Yesu Kristo ataweza kukutakasa, na utakapotakasika usiweze kurudia zile dhambi tena, na ukapate kuwa na subira huku tukimsubiri baba yetu Yesu Kristo ili atakapokuja kwa mara ya pili na kutuokoa na moto mkali wa jehanamu, na sote tukapate kurithi ufalme wa mbinguni, kwa maana unakaribia. Acha niwatolee siri ya pesa mpya ya Kenya iliyobadilishwa 2019. Baba yetu Yesu Kristo aliweza kunionyesha ya kwamba hizi pesa zinafanana pesa zote dunia nzima. Hizi pesa zinafanana pesa zote za dunia nzima. Kuna 1000 iko na kala yake, 500 iko na kala yake, 200 iko na kala yake, 100 iko na kala yake, pamoja na 50 bob iko na kala yake. So kuna ile inafanana na dola ya Marekani, kuna ile inafanana na ya France, kuna ile inafanana na ya Tanzania, kuna ile inafanana na ya Uganda. So hizi pesa zinafanana kote dunia nzima. So hawa president kote dunia nzima ndio wameungana kumpinga baba yetu Yesu Kristo. So hawa ndio the man of evil. Na tukiangalia siri ya makanisa, mimi nimekuwa nikitembelea makanisa, na kiukweli nimetembelea makanisa mengi, na makanisa mengi sahi kuna vile baba yetu Yesu Kristo ameweza kunipatia kujua makanisa ya kishetani. Ninapoingia kanisa la shetani najua ya kwamba hili ni kanisa la shetani. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo kwa maana aliweza kunipatia kujua makanisa ya shetani,
kanisani. Wakati hapo mbeleni nilikuwa naogopa, lakini baba yetu Yesu Kristo akaweza kunipatia imani ya hali ya juu, na nilikuwa nikitembelea makanisa nikihubiri habari njema. Na nakumbuka Wakristo wengi wa Mombasa najua wameshawahi niona nikihubiria habari njema. So Wakristo ambao mshawahi niona makanisani, endeleeni kuwa na imani na muendelee kuomba usiku na mchana, na msiweze kukata tamaa. Hata dhiki zikikuja ama majaribu yakikuja ya aina yoyote, msiweze kukata tamaa, bali endeleeni kupigana vita za imani, na mwishowe tukapate kupata taji la uzima wa milele. So wapinga Kristo wengine ni manabii kote dunia nzima ambayo wameungana na hizi serikali zote za dunia nzima, ama wafalme ama rais ama presidents. Hayo ni majina tu ambayo napeana ili ukaweze kuelewa. So kwa maana kuna watu wengine wanajua president, hawajui wafalme wanaweza kuwa. So naamini ya kwamba mnaweza kuelewa. Ndio maana siasa haziishi makanisani. Ndio maana siasa haziishi makanisani. Na kuna hii siri nataka mjue leo kuhusu makanisa ya shetani. Kuna hii siri ambayo nataka mjue leo kuhusu makanisa ya shetani. Yale yanatendeka makanisani ndio yanatendeka misikitini kote dunia nzima. So ndugu zangu Waislamu, ni wakati wa kuacha dhambi na kumrudia baba yetu Yesu Kristo. Sio wakati wa kumfuata ama kumfuata Mtume Muhammad, hapana. Baba yetu Yesu Kristo aliweza kutufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu sisi wanadamu, na akaweza kufufuka, na sasa amekaa katika mkono wa kuume wa baba yetu wa mbinguni. So ni yeye peke yake aliweza kujitolea, na alikuja kwa mfano wa binadamu, akazaliwa na bikira mama yetu Maria, na akateswa pale msalabani, akafa na akazikwa. So ni wakati, na aliweza kufufuka, aliweza kupata ushindi wa ajabu, na sasa amekaa katika mkono wa kuume wa baba yetu wa mbinguni. So ni wakati wa kuacha dhambi, ni wakati wa kumrudia baba yetu Yesu Kristo ili akaweze kuwaokoa na ana moto mkali wa jehanamu. So kama kanisa lako kuna hizi alama ama signs za shetani, ama hizi alama ambazo nitaweza kuwatajia. Hizi ambazo nitaweza kuwatajia. Kama kanisa lako kuna hizi signs, jua kanisa lako ni la shetani, na muishi maisha matakatifu ili shetani asiwaangamize. Pia msiweze kukimbia kanisa ama mtoroke kanisa, kwa maana makanisa mengi hata ukitoka hilo utaenda lingine upatane pia hilo makanisa mengi ni ya shetani. So ni wakati wako wa kuwa na imani na msitoroke kanisa. Labda katika kanisa moja wameanza maybe kuwapatia persecution, maybe wanawatukana. Mtu anaruhusiwa kutoka kanisa moja aende lingine, mahali ataweza kupata amani, mahali ataweza kuomba baba yetu wa mbinguni. So msikose kwenda kanisani, mkuwe na imani na muishi maisha matakatifu, kwa maana hawa manabii wanatumia majini ndio pale makanisani, ili sacrifice ikitakikana usiwe wa kwanza kuchukuliwa. So naomba mkaweze kuishi maisha matakatifu, ili baba yetu akaweze kuokoa na kila dhiki ambayo saa hii iko duniani. Ndio maana vifo havikomi makanisani, na ndio maana dhambi haikomi makanisani. Utashangaa umeenda kanisani miaka mingi lakini bado hujatoka kwenye dhambi. So makanisa mengi ni ya shetani. So ni wakati wa kupigana vita za imani ili kuwashinda hawa maadui zetu. Na pia ndio maana watu wanaombewa miaka nenda miaka rudi, kila wakati unaombewa, lakini bado hali iko vile vile. Maandiko yanasema shetani hawezi toa pepo ndani ya mtu. So utakuwa wanakuombea, wanakurushia evil spirits tena na tena unarudi. Kama huwa wanadanganya watu, tuna uwezo wa kuombea kansa, tuna uwezo wa kuombea kisukari, ugonjwa wote, na wao wakiwa wagonjwa utawaona wanakimbia hospitalini. Tunaona kwa social media, ama tunawaona hawa watu huwa wanadanganya watu, wanaombea magonjwa mengi, lakini pia wao wanaenda hospitalini. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana amekuwa ananipigania vita. Mimi nimekuwa kwa miaka mingi sana bila kumeza dawa, kwa maana mimi huwa niko na imani ya kwamba baba yetu Yesu Kristo anaweza. Baba yetu Yesu Kristo aliweza kuniponya throat cancer. Baba yetu Yesu Kristo, mimi kuna magonjwa ambayo yalikuwa yananiandama, kwa maana
Shetani alianza kunitaka kuniangamiza tangu nikuwa mtoto mdogo. So wale ambao hawajaona ushuhuda wangu ama hawajatazama, naomba mkaweze kutazama ushuhuda wangu na mtaweza kujua ni mambo mengi ambayo baba yetu Yesu Kristo aliweza kunipigania, ikiwemo throat cancer, baba yetu Yesu Kristo aliweza kuniponya, ikiwemo high blood pressure, baba yetu Yesu Kristo aliweza kuniponya, ikiwemo kifafa, nilikuwaga naanguka, epilepsy, na namshukuru baba yetu Yesu Kristo kwa maana aliweza kuniponya. Na kuna ugonjwa ambao nilikuwa nao wa wasiwasi na uoga. Hapo niliweza kutumia pesa mingi sana nikienda kwa waganga, nikienda kwa manabii hawa. Nakumbuka niliweza kwenda pia kwa nabii mmoja ambaye anajulikana Mombasa sana, lakini sikuweza kupata msaada. Baba yetu Yesu Kristo ndo aliweza kuniponya peke yake. Baba yetu Yesu Kristo ndo aliweza kuniponya. Nilikuwaga najifungia kwa nyumba. Nilikuwa naweza kaa Monday to Monday hata sijatoka kuona jua. Kwa sababu nilikuwa nikitoka nje nasikia uoga, nasikia wasiwasi, nasikia roho inaenda mbio, kichwa changu kilikuwaga kinafanya hivi, kinatingika. So hapa nikaanza kwenda kwa waganga nikitafuta suluhisho, sikuweza kufanikiwa. So nikaanza kwenda nikisikia nabii yako mahali fulani naenda, nikazunguka katika manabii wengi. Lakini siku moja nilikuwa naenda katika kanisa lingine, mahali nilikuwa nakaa ambalo lilikuwa ni karibu sana na nyumbani. Nikakuwa naombewa, lakini mara kwa mara nilikuwa naona nateseka, kwa maana walikuwa wananipiga, wananichuna. Nilikuwa nahisi ya kwamba mimi wananitesa wanaponiombea. So kuna siku hii moja ambapo nilikuwa naombewa na nikaanza kuitana the name Jesus. Niliitana the name Jesus. Na katika wakati huo sikuwa najua mambo ya kiroho sana. Nilijaribu sana kufungua katika ulimwengu wa kiroho, nikaona miale ya moto ama spikes za moto nyingi, na spikes za moto nyingi sana. Nilijaribu kufungua macho nione kile ambacho kinatendeka in real life, nikashindwa kabisa. Nilitamani sana kufungua macho nione hiyo miale ya moto. Wale huwa wanawasha jiko, huwa wanaona hizi cheche za moto. Na katika madhabahu hapo nikaweza kuona mtu amevalia vazi leupe, na kuanzia hapo shida zangu zikaweza kuisha. Nilikuwa natembea kama mlevi, nilikuwa ninaweza toka nje na watu wakanicheka. So nikakuwa najifungia kwa nyumba. Watu wengi wanaweza dhani ya kwamba ni depression, lakini saa zingine ni evil spirit, na si kila ugonjwa unahitaji daktari. So baba yetu Yesu Kristo namshukuru sana, kwa maana aliweza kuiacha enzi yake. Tulikuwa watu wengi pale kanisani na akaweza kunisaidia na nikaweza kupona. Nilikuwa nimeona nimeteseka sana. Kuna vile vituko ambazo nilikuwa nafanya kwa pua langu, nilikuwa sina communication, nilikuwa siwezi ongea nikiangalia mtu hivi, nilikuwa nikiongea naangalia chini. Nilikuwa nimekamatwa na kila evil spirit ambayo ilikuwa karibu mimi niangamie, na wakati huo ningekufa na niende katika moto wa jehanamu, kwa maana pia mimi nilikuwa naishi maisha mabaya. So namshukuru baba yetu Yesu Kristo sana, kwa maana aliweza kuniponya magonjwa mengi sana. Wale ambao wale ambao hawajaangalia testimony yangu, naomba ukapate kuangalia na ukaweze kujua ni vita nyingi sana ambazo baba yetu wa mbinguni ameweza kunitetea, ambazo baba yetu wa mbinguni ameweza kunipigania. So wacha tuendelee na signs za makanisa ya shetani, signs zao ambazo wanatumia pale makanisani. Kuna ndege wa aina ya dove ambaye ameuma rose flower, amechorwa kwa maybe unaweza pata hii dove ama hua ambayo imeuma rose flower, ambayo iko pale kwenye ama pulpit ama kwa jengo la kanisa. Ukiona hii alama ujue kanisa lako ni la waabudu shetani, na labda wanaweza ona ujumbe wangu na wengine wakafuta, na wengine pia wakafuta, na maybe ushawahi ona hiyo dove ambayo imeuma rose flower pale kanisani, ujue hilo ni kanisa la shetani. Labda wamekutana na ujumbe wangu na wakaweza kufuta. So ukaweze kujua hilo ni kanisa la shetani. Na kuna alama ya star. Maybe kwa alama ya star utaweza acha niwaoneshe hii, ama acha tuendelee. Alama ya star utaipata maybe kwenye viti za Sunday school, ama imechorwa kwa kanisa juu ama msikitini. Sana sana star pia inatumika msikitini. So ujue hilo msikiti wako ambao unaenda ama kanisa lako ambalo unaenda ni la waabudu shetani ama manabii hawa wa uongo.
Kuna pia bendera kupatikana makanisani. Hawa politicians wakikuja kanisani wanajua wako pamoja. So utapata kuna bendera pale makanisani, ujue hilo ni kanisa la shetani. Na pia kuna rose flower kupangwa pale kwenye pulpit, ama wameweka tu wamepanga rose flower. Watu wengi wanaweza jua ya kwamba hii inadanganya, lakini shetani huwa anajiingiza mahali popote na shetani huwa anajifananisha. So, tuanze na saini yao ya dove ambayo iko pale makanisani. Ukiangalia kwa pesa mpya za Kenya, utapata kuna ile dove pale. Ukiangalia pesa mpya ambayo ilibadilishwa 2019, utapata yule dove pale. Angalieni vizuri. Na pia dove uchora kwenye makampuni, ama utapata amechora kwenye magari. So hii ni alama yao ambayo pia alama zao wanapenda kuziheshimu. Na nataka niwapatie ili mkapate kujua zaidi. Nadhani mnamuona hii ni ATM card yangu ambayo utapata kuna hii dove ambayo imechorwa hapa. So hiyo ni alama ya shetani. So ukienda katika kanisa lako upate kuna hii alama, na makanisa mengi kote dunia nzima wako na hii alama, sana sana pale pa pulpit, ujue hilo ni kanisa la shetani. Nadhani nimeweza kuiona vizuri na mmeweza kuelewa. So nimeweza kusema watu watadhania, watu wengi wataweza kuwa confused kwa ile alama ambayo nimeweza kutaja ya rose flower, lakini ujue hilo ni kanisa la shetani. Tukiangalia katika Matthew chapter 3 verse 16 mpaka 17. Matthew chapter 3 verse 16 to 17 inasema, as soon as Jesus was. Hapa nataka mjue ya kwamba vile watu huwa saa zingine hawaamini. Katika hii alama ya dove, watu wanaweza fikiria inaashiria Roho Mtakatifu, lakini hapa nataka mkapate kufunguka macho na mkapate kuelewa zaidi. Tukisoma Matthew vile nimeweza kusema, as soon as Jesus was baptized, he came up out of the water, then heaven was opened to him, and he saw the Spirit of God coming like a dove, and lightning on him. Then a voice said from heaven, this is my own dear son, with whom I am pleased. So naye Yesu alipokwisha, hii ni tafsiri ya Kiswahili. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. So na pia tukiangalia wakati wa Noa, hii ni alama ya kukausha. So pale makanisani inatumika kama alama ya kukausha. Tukiangalia katika kitabu cha Genesis chapter 8 verse 10, Genesis chapter 8 verse 10 inasema, after 7 days Noah again sent out the dove, and that afternoon the dove had a fresh olive leaf in his mouth. This was a sign to show Noah that there was dry ground on earth. So hii ni alama ya kukausha. Ndio maana zile practices za corona zilikuwa zinatendeka pale makanisani. Utapata kulikuwa na social distance, vitu vimepangwa. Utapata kulikuwa kuna maji yamewekwa pale nje, watu wakaweze kunawa mikono. Ndio maana walikuwa wana insist sana watu wakaweze kuvaa mask. So hawa ni serikali zote za dunia nzima na manabii kote dunia nzima ambao wameungana kumpinga baba yetu Yesu Kristo. So ndio maana mambo mengi ya Wakristo yameweza kukauka. Before uanze kwenda kanisani ulikuwa unaishi vizuri, lakini ulipoanza kwenda kanisani mambo yako yakakuharibikia. Unapata maybe kazi, ulikuwa unafanya kazi ukafutwa, biashara inaanguka. Utapata kuna vifo ambavyo vimeanza kwenu. Utapata ndoa inavunjika. Utapata umesomesha watoto hadi university lakini hawapati kazi. Utapata afya zimekauka, kwa maana pale makanisani kuna majini, na majini wao kazi yao ni kukunywa damu na kuua. So ishini maisha matakatifu ili mkapate kumshinda shetani. Na pia kuna watu wengine pia huwa
wanatoa ushuhuda kwa njia mbaya. Unapata mtu ameenda kanisani, ameanza kusema Mungu wa madhabahu hii, nilipokuja katika madhabahu hii nimetendewa hivi na hivi. Utasema Mungu wa pastor fulani amenitendea hivi na hivi. So toeni ushuhuda wenu kwa njia ya kumtukuza baba yetu wa mbinguni. So toeni ushuhuda wenu kwa njia ya kumtukuza baba yetu wa mbinguni, sio kutukuza zile madhabahu. Au juu hiyo madhabahu ni inaabudu Mungu gani? So ni wakati wako wa kufunguka macho, kwa maana huwa wanangojea wakati wa ushuhuda, au uende utie ushuhuda. Vile unaendelea nyumbani, vile utawatolea ushuhuda wako, na hapo ndo wataanza kukuletea shida. Utapata kama mambo yako yalikuwa yanaenda vizuri, yanaanza kukuharibikia. So naombeni mkaweze kutoa ushuhuda kwa njia ya kumtukuza baba yetu wa mbinguni. So sign nyingine ni ya rose flower. Acha tuendelee. Hii ndio maana watu wengi wamechorwa alama ya rose flower ama star ama yule ndege kwa tattoo. Watu wengi wanachora tattoo ya hizi alama. So kama umechora tattoo, naomba usiweze kuifuta, bali ukaweze kutubu, kwa maana hii ni alama ya shetani, na hii ni alama ambayo itaweza kukupeleka wewe jehanamu. So kama umechora tattoo, usiweze kuifuta, naomba ukaweze kutubu kwa baba yetu wa mbinguni, na baba yetu wa mbinguni ataweza kukusamehea. So hizi ni alama zao ambazo watu hawezi kutambua. Ama labda yule mwenye anachora tattoo anamtumikia shetani. Ukienda kuchora tattoo, anakuconvince uchore star, uchore ile rose flower, ama uchore yule ndege pale kwa maybe mahali unataka kuchora. So hizi ni alama zao za shetani. Na pia kwenye makanisa ya Catholic utapata sana wanatumia hizi roses kuweka pale kwa pulpit. So makanisa ya Catholic pia yanamtumikia shetani, na pia makanisa ya Catholic yanatumia sanamu. Watu wengi wanashirikishwa kuabudu sanamu bila kujua. Sasa ni wakati wa makanisa ya wale ambao wa Catholic ambao wananitazama, wakaweze kuacha kutumikia sanamu. Hao watu ni wajanja sana, na hii mambo iliweza kuanza kitambo. So waliweza kuona wakileta sanamu ya mama yetu Bikira Maria, watu wengi wataweza kuziheshimu zile sanamu. Na waliweza kuona ya kwamba wakileta sanamu ya baba yetu Yesu Kristo, watu wengi wataweza kuziheshimu zile sanamu. Ndio na kuna picha ambazo zinapatikana kanisani ambazo watu wengi wanaziheshimu wakati wa njia ya msalaba. So ni wakati ambao wewe Mkristo ambao unanitazama, ambao unaenda katika kanisa la Catholic, sio wakati wa kuinamia zile sanamu, sio wakati wa kuheshimu zile sanamu. Kwa maana hizo sanamu hauwezi kuzisongea, haziwezi kuongea, ni sanamu ambazo zinasongeshwa. So naombeni mkapate kufunguka macho, kwa maana mtu yote ambaye anatumikia sanamu, mtu yote ambaye anatumikia shetani, adhabu yake ni moto mkali wa jehanamu. So naombeni mkapate kuacha kutumikia sanamu. Na pia kuna rozari ambazo watu wanapewa. Rozari, sijakataa rozari, watu wengi wanapewa, na wanapewa masharti mengi sana. Unaweza ambiwa ukichoma rozari unaweza kuwa mwenda wazimu. Hapana. Sasa hizo ni sanamu ambazo watu wanapewa. Kwa maana katika ile rozari utapata kuna ile sanamu ya baba yetu Yesu Kristo imechorwa pale. So ni wakati wako wewe mpendwa, ili ukapate kuomba hizi sala Lord's Prayer ama sala ya Bwana katika roho. Ni wakati wako wa kuabudu baba yetu wa mbinguni katika roho. Ni wakati wako wa kuomba sala ya mama yetu Mama Maria katika roho. Kwa maana hizi sala mbili zinakuaga so powerful. So usiombe kupitia ile rozari. Haya mafundisho ni baba yetu Yesu Kristo huwa ananifundisha. So ni wakati wako wa kutupa zile vitu ama ukaweze kuzichoma. Na ninahakikishia mtu yoyote atakaposikia sauti na kuiheshimu, baba yetu Yesu Kristo ataweza kumuokoa. Sio mimi naweza kuwa command, bali naamini ya kwamba ni command kutoka kwa baba yetu Yesu Kristo. Ni wakati wako wa kuchoma zile sanamu, ya kuchoma zile rozari, na kuchoma ama kuzitupa, na msiweze kufuatilia kuheshimu zile vitu tena. Baba yetu wa mbinguni anachukizwa na watoto wake kutumikia sanamu ya aina yoyote. So ni wakati wa kuzitupa zile vitu na kuheshimu sauti ya baba yetu Yesu Kristo. Kile ambacho naweza waambia mkapate kuheshimu ni mwili na damu ya baba yetu Yesu Kristo. Hizo ndio mnaweza kuheshimu mwili wa baba yetu Yesu Kristo na damu ya baba yetu Yesu Kristo. Na mtakapoenda kukula mwili na damu ya baba yetu Yesu Kristo, jichunguze kwanza dhambi zako.
Watu wengi wanaenda kukula mwili wa baba yetu Yesu Kristo na damu ya baba yetu Yesu Kristo na hawajui maana yake. Utapata mtu amekuwa akifanya uovu wake, ako katika kila aina ya dhambi. Mtu ameenda amezini ama amedanganya ama amesengenya, lakini Sunday ikifika yeye ndio kwanza kuendea mwili na damu ya baba yetu Yesu Kristo. Ndio maana watu wengi wanajipata wako wagonjwa. Ndio maana watu wengi pia inafikia wanakufa. Na je, utakapokufa? Kwa maana hao watu wana practice mambo ya kishetani pale kanisani. Na labda katika kwenda kupokea mwili wa baba yetu Yesu Kristo na kuinywa damu ya baba yetu Yesu Kristo, haujakaa ukiomba wala kutubu dhambi. Ndio maana unajipata katika zile evil spirits ambaye hawa watu wanatuma, kwa maana midomo yao inakuanga so powerful. Wanaweza kuwa wanasema tunakataa maroho ya kuombaomba, tunakataa maroho ya stagnation, tunakataa maroho ya mauti, na hizo vitu zinakuingia kwa maana wewe unaishi maisha mabaya ambao hayampendezi baba yetu Yesu Kristo. Kumbuka hizi ni evil spirit ambayo wanatumia watu. Wanaweza sema tunakataa roho ya cancer, tunakataa roho ya HIV. Hizi ni evil spirit ambazo zinaingia mtu kama aishi maisha matakatifu na aombi. So ni wakati wako wa kufunguka macho na kuomba ili baba yetu Yesu Kristo akaweze kuwasaidia katika haya majaribu ambayo watu wataweza kujaribiwa. So na kuna signs ambazo wanatumia pale makanisani, na pia hizi signs huwa zinatumika na waimbaji wengi wa gospel. Watumishi ni wengi ambao wameenda kumtumikia shetani. So utakapoona pastor wako anatumia hii sign, sana sana akihubiri huwa anatumia hii sign. Na sijui ni kwa nini mtu yote ambaye ana worship akipoint vidole mbili mbinguni, jua huyo ni mtu anatumikishwa kuabudu shetani. Hauwezi ukiwa pale ukiwa umeanza kuworship, nyumbani kwa baba yetu ni mbinguni na nyumbani kwa baba yetu ni patakatifu. So tunafaa tuinue mikono yetu hivi. Mtu yote ambaye anatumia hizi vidole viwili hapo anatumikishwa kuabudu shetani. Ndio maana sana sana signs zao ukiona wameinua vidole mbili utaona wana confuse watu, kumbe wanatumia hiyo sign yao na unafikiria wana worship baba yetu wa mbinguni. So haya ni mafundisho nataka kukufungua. Shetani ameingia makanisani kwa siri nyingi sana. So ni wakati wako wa kufunguka macho na kumheshimu baba yetu wa mbinguni. Na kuna hii sign ambayo wanatumia sana. Ukiona pastor wako akitumia hii sign ama mwimbaji wa gospel anatumia hii sign, ujue huyo ni mtumishi wa shetani. Na kuna hii sign mara kwa mara wanatumiaga. Hii sign ni aina ya star. Star inakuwaga na edges 5. So utaona pastor mara kwa mara anahubiri anaweka hii sign, ujue huyo ni mtumishi wa shetani. Na mara kwa mara hawa manabii wa uongo huwa wanahubiri wakionyesha watu mgongo. Utapata anahubiri kidogo anaonesha watu mgongo. So vile kwa mganga unapoingia unaambiwa uingie na nyuma hivi. So hawa wanatumia hizi signs zao sana. Na utapata katika madhabahu unapata wanatoa viatu, hizo saa zingine unaabudishwa shetani bila kujua. Wewe utafikiria ni madhabahu ya baba yetu wa mbinguni ambayo unaiheshimu, lakini huku ndio kuabudu kwao, kwa waabudu wa shetani. Ama saa zingine ukiomba umeweka mikono nyuma hivi, wanakuja wanakutoanisha, wanasema maombi hayaendi. Hakuna vile maombi hayawezi kwenda ukifunganishwa mikono nyuma. Vile kwa mganga utakapoenda, kama umevaa nguo upside down wanakuambia utoe, mambo zao haziendi. So hawa watu wana practice hizi cult katika makanisa na watu wengi hawawezi jua. Kile ambacho kinaweza tufanya baba yetu akose kusikia maombi yetu ni dhambi zetu peke yake. So inaweza kuwa umeomba baba yetu, umetoa sacrifice zako, lakini unaona baba yetu wa mbinguni amenyamaza. Unaona baba yetu hakupendi. Kumbe unamtumikia shetani na wewe haujui, na hujaweza kuchukua fursa ya kuomba baba yetu wa mbinguni akupatie kujua kama hili ni kanisa la ukweli ama ni kanisa la kumtumikia shetani. So naombeni mkaweze kufunguka macho na mkaweze kumrudia baba yetu wa mbinguni katika roho na katika kweli. Na pia watu wengi wao wanapinga, ama watu wengi wanaweza kuwa wanatetea hawa mapasta. Kuna wale watu ambao wameweza kuingizwa kutumikia shetani sana. Utapata mtu alikuwa na huduma yake, anaenda kanisani, anaelezea pasta badala ya amuoneshe njia nzuri, kwa maana ni pasta wa shetani, anakuingiza tena kwa shetani, kuabudu shetani. Utapata waimbaji wengi wa gospel wanamtumikia shetani. Na utapata hawa watu wa kiti cha mbele sana, wazee wa kanisa, wamama wa kanisa, youth
wengi wameweza kuwekwa katika kuabudu shetani. Hawa watu wameweza kurecruit watu wengi sana katika kuabudu shetani. Ndio maana gayism haikomi makanisani. Utapata lesbianism iko kanisani. Utapata kanisani kumejawa na watu wamejawa na kila aina ya dhambi. So ni wakati wako wa kufunguka macho, na kama uliweza kwenda kumtumikia shetani ni wakati wa kutoka. Na utatoka vipi? Utaweza kutoka kwa utakatifu peke yake. Utakapoonesha Baba yetu wa mbinguni utaki dhambi aina yoyote. Hata shetani akiweza kukutishia namna gani, we endelea kuomba na usikate tamaa. Utakuwa unapimwa imani yako, usiweze kuogopa. We enda utubu kwa Baba yetu wa mbinguni. Kutubu ni kuconfess, na Baba yetu wa mbinguni ataweza kukusaidia na utaweza kuacha kumtumikia shetani. Kwa maana siku zinakaribia mpendwa. Kuna moto wa jehanamu, na wale ambao wanaabudu shetani wataweza kwenda katika ziwa la moto vile maandiko yanasema. Wale wanatumikia sanamu ni wakati wataweza kwenda katika ziwa la moto vile maandiko yanasema. So ni wakati wa kuacha kutumikia shetani, ni wakati wako wa kumrudia Baba yetu wa mbinguni, na ataweza kukushika mkono Baba yetu Yesu Kristo, na ataweza kukutoa katika zile cultism ambazo uliweza kwenda kutumikia shetani. Na kama unaenda katika hayo makanisa hizi, kama umeweza kuelewa hizi signs ambazo nimeweza kuwatajia, usiweze kutoa sadaka katika kanisa la kishetani, kwa maana maandiko yanasema sadaka ya Baba yetu wa mbinguni haichanganywi na ya mashetani. So hapo utakuwa unaenda kinyume na Baba yetu wa mbinguni. Utapata labda katika kanisani unatoa fungu la 10 na hakuna siku unaona Baba yetu wa mbinguni amenyamaza. Utapata mtu anafunga na anafunga kwa njia mbaya. Mtu yote anajua mtu afai kuambiwa afunge, lakini yule pastor atakwambia leo ni wakati wa kufunga, na we Mkristo utaingia ufunge. Hapo utakuwa unajitesa, kwa maana maandiko yanasema mtu yote asijue kama unafunga, bali Baba yetu wa mbinguni ndio anajua kile ambacho kinatendeka sirini, na atakuweza kukuzawadia sirini. So usiweze kuambiwa na mtu yeyote funga. Funga vile Roho Mtakatifu anaweza kukuongoza, na Baba yetu wa mbinguni ataweza kuwasaidia. Utapata pia makanisa ya Catholic watu wanachukua muda mrefu wanafunga, na after kufunga hakuna kitu ambacho wamepokea, kwa maana wanafunga kwa njia mbaya. Utapata misikitini watu wanachukua muda mrefu sana kufunga, na after kufunga hakuna kitu ambacho wamepokea. Hali inaendelea kuwa vile vile, kwa maana watu wanafunga kwa njia mbaya. So ni wakati wa kusoma neno la Baba yetu wa mbinguni, ili ukapate kuelewa neno na utendee kazi lile neno. Usikue kama mtu ambaye anaenda kwa kujiangalia kwa kioo na anajisahau vile yuko. Tulitendee kazi neno la Baba yetu wa mbinguni, na hapo ndio kuna baraka nyingi za Baba yetu wa mbinguni. Tukisoma kitabu cha Daniel chapter 12 verse 11 to 12 inasema Daniel chapter 12 verse 11 to 12 inasema from the time the daily sacrifices are stopped, and is from the time of the awful horror 1290 days will pass. Happy are those who remain faithful until 1335 days are over. So usitoe sadaka yako tena katika madhabahu za kishetani. Nataka nifundishe jinsi ya kutoa sadaka. Utakapotoa sadaka, fanya ikuwe kwa njia ya heshima, na siku ile ya kutoa sadaka yako naomba ikapate kuwa ni siku takatifu. So utakapotoa sadaka yako usiweze kutoa katika zile makanisa ya kishetani. Naomba ukaweze kuombea sadaka yako kwa imani, iweke kwa bahasha, na ukaweze kama iko kwa simu, kama labda uko na pesa kwa simu, usiweze kutuma sadaka kwa njia ya simu. Kama hujatoa sadaka ukaiweka kwa bahasha, ukaiombea, then ukaenda kuweka kwa simu ndio utume. Labda kuna relative wako ambaye ako nyumbani ako na shida, mtumie hiyo sadaka yako. Kama kuna mtu maskini ambaye unamjua kama ni jirani yako, mpatie ile sadaka bila kuambia mtu yoyote. Na kama unajua kuna orphans ama kuna widows, enda ukawasaidie wale watu bila kuambia mtu yoyote. Utapata nabii wa uongo anajua ya kwamba vile maandiko yanasema mtu yoyote asijue unapotoa, na utapata ameenda kusaidia mayatima, anaweka kwa kamera ili yaonekane na akue praised. So watu wanaishi haya mambo ya it's like hypocrites.
So utapata nabii wa uongo anaenda anapiga picha, ameenda kusaidia mayatima, anapiga picha, anapotosha yule Mkristo ambaye ako pale, akiwa anataka kusaidia watu, anataka pia ajishow off. Hiyo hakuna reward yoyote ambayo unapata kwa baba yetu wa mbinguni, bali utakuwa tu unajishow off, unaonesha watu vile wewe unasaidia, lakini hakuna reward yoyote ambayo unapata. So utakapotoa sadaka yako, itoe kwa njia ya heshima. Kumbuka wana wa Eli, baba yetu wa mbinguni aliweza kuangamiza kwa maana hawakuwa wanaheshimu ile sadaka ya wana wa Israeli, na baba yetu wa mbinguni akaweza kuangamiza. Ndio utaona pale kanisani watu wanajua ya kwamba kuna sadaka inafaa iheshimiwe, na unaenda unatupa sadaka yako kwa madhabahu. Vile vile kwa waganga, ukienda kwa waganga, mganga anasema ashiki pesa, anatupa anakwambia eka pesa hapo chini. Utapata tena kwa hizo madhabahu zao wanatupa sadaka pale kwa madhabahu, na utapata saa zingine pasta anakuja anazikanyaga, ama utapata pasta, yani hawa watu ni wana wa lahana, na wao wanajua ya kwamba baba yetu wa mbinguni ashawalaani kitambo. Vile kitabu cha 2 Peter chapter 2 ukisoma verse 1 mpaka 22, I think 2 Peter chapter 2 verse 1 mpaka 22, hapo ndio kuna siri hizi za hawa manabii wa uongo. So utapata anakanyaga zile ile sadaka. Hawa watu wameshalaaniwa na wanajua wamelaaniwa. Ndio maana pale kanisani utapata pastor ni gay, anashirikisha mshirika kukua gay. Youths wengi wanaambiwa kuna hii watu wanaambiwaga wabaki, wamama wa kanisa wabaki, ama youth wasiende nyumbani wabaki, ama wazee wa kanisa wabaki. Hawa watu hapo ndio wanatumia hii njia ili kupotosha watu wengine. Utapata mtu ametoka kwa dhambi, anang'ang'ana kutoka kwa dhambi, tena anarudishwa kwa dhambi. Utapata kama pastor anaambia mshirika, ukiingia cult nitakupatia kazi, ama watu wengi sana naamini wameweza kupelekwa nchi za nje na hawa mapasta, kwa maana wameweza kuambia wa join hizi cult zao. So ni wakati wa kufunguka macho mpendwa, ni wakati wa kuacha dhambi, ni wakati wa kuishi maisha matakatifu ili baba yetu Yesu Kristo akaweze kuokoa. So hawa watu wameweza kurecruit watu wengi pale makanisani. Utapata mtu alikuwa innocent, ameanza kurudi kwa lesbianism. Mtu alikuwa ameacha gay, utapata tena ameanza kurudishwa zile dhambi tena. So hawa watu wameweza kupotosha watu wengi. Watu wengi wanaona matendo ya huyo pastor sio mazuri, lakini bado wanaenda kanisani. Utapata pastor anakutukana, anakupiga makofi, na bado unaenda pale. Kwa sababu gani? Watu wengi wameweza kutolewa ufahamu wao. Na pia sadaka huwa inanena. Sadaka huwa inanena sana. Unaenda kuweka sadaka yako pale kwa madhabahu za kishetani. So ile sadaka inakunenea. Utapata unataka kuacha hilo kanisa, na bado unazidi kuenda katika hilo kanisa tena, kwa maana ushakuwa brainwashed na haujui vile unafanya na hujui vile utaweza kutoka. Lakini ni wakati wako wa kutoka na kuacha haya mambo ya kumtumikia shetani. So usiweze kuishi maisha mabaya unapokaa pale makanisani, kwa maana wanatumia majini. So na kuna majini ambayo yanakuaga makanisani. Unaweza pata kuna hizi ndio aina ambazo wanatumia makanisani sana, majini ya aina ya ndege. Unaweza pata pale kanisani unaonaga viota vya ndege viko pale makanisani na ujui maana yake, ama kila wakati wanapoanza kuombea watu utaona vindege vimekuja pale kanisani. Sana sana ni hawa ndege wadogo wanatumiaga aina ya ndege sana makanisani, majini ya aina ya ndege. Utapata sometimes umeenda kanisani na pesa inapotea. Unapata mshirika ameenda kanisani na pesa, alikuwa anataka kufanya jambo fulani nyumbani. Unapata tena michango imeanza. Utapata pastor anasema nichangieni pesa ya chakula, nichangieni pesa ya mavazi, nichangieni pesa ya kuweka mafuta kwa gari, nichangieni pesa ninunue gari. Mkristo mwenyewe anateseka, labda huyo Mkristo ameenda kuoshea watu nguo ili apate pesa kidogo. Utapata tena ameenda ameibiwa pale kanisani, kwa maana ameshatolewa ufahamu, na pale unafanyanga mambo bila kujielewa. Utapata ama unataka kujishow sana pastor ako pale mbele anasema leteni pesa ya chakula, umeamka umeenda umetoa. Leteni pesa
ya rent ya pasta umeenda umetoa. Leteni pesa ya mafuta ya gari umeenda umetoa. Unataka kujishow off. Kuna ile spirit imekuingia ya kujishow off. So utapata umeamka, ukifika nyumbani kwako tena hauna pesa hata ya kupatia watoto chakula. So naombeni mkaweze kutambua hizi siri zao na mkaweze kutoa kama ni sadaka. Mimi sitoagi kanisa. Mimi nimekuwa nikienda kanisani, nilikuwa nikienda kanisani na time ya kutoa sadaka nilikuwa siwezi enda kutoa sadaka kwa sababu najua sadaka ya Baba yetu wa mbinguni ni takatifu na ichanganywe na sadaka ya mashetani. So mimi nilikuwa sitoi sadaka pale. Nilikuwa mimi si eti sikuwa natoa fungu la 10, nilikuwa na practice vizuri vile Baba yetu Yesu Kristo ameweza kunifundisha. So ni wakati wako wa kuacha kutumikia shetani bila kujua. Unatumikishwa shetani kwa kushirikishwa. Ni wakati wa kufunguka macho ili mkapate kuokolewa na moto mkali wa jehanamu. Na pia utapata pasta anaombea mtu na kuna nguvu fulani unapata unaombewa inakusukuma unaanguka. Sana sana Wakristo huwa Baba yetu wa mbinguni anawatetea sana, na Baba yetu wa mbinguni ni mwenye huruma na huwa anawasaidia sana pale makanisani. What if hayo majini amewasukuma na mmeanguka mmekufa? Na pia sana sana naombeni wamama wajawazito, si wakati wa kwenda kuombewa. Kwa maana hawa ndio maadui zetu. Wewe utafikiria ni mchawi wako nyumbani ambaye anataka akuroge ukufe, lakini mchawi wako ni huyo pastor wako, ni huyo reverend wako, ni huyo nabii wako ambaye unamheshimu, ni huyo bishop wako ambaye unamheshimu. So wamama wajawazito, naombeni msiweze kwenda kuombewa. Jiombeeni. Kuna wale ambao wametekwa ufahamu. Utapata anaenda kanisani Monday to Sunday. Ukienda Monday to Sunday kanisani, utafanya usafi saa ngapi? Utatafuta kazi saa ngapi? Umekuwa brainwashed kiasi ya kwamba wewe hata ujielewi. Unaenda kuombewa miaka nenda miaka rudi. Kwa maana na shetani hawezi toa pepo ndani ya mtu. Utapata ile hali iko jinsi iko vile vile na maisha hayasongi. Utapata umerushiwa kila aina ya evil spirit. Utapata uko na roho ya kuombaomba, uko na roho ya kukataliwa na mume wako. Utapata uko na roho ya madeni yamekuandama, uko na roho ya umaskini. So ni wakati wako wa kufunguka macho. Kama ni kuomba, omba nyumbani kwako. Unaweza sema leo nitaomba asubuhi, mchana na jioni. Upige magoti kwa nyumba yako, omba. Usiku amka. Sana sana shetani hufanya kazi saa 7 ya usiku. Before ulale omba, na saa 7 ya usiku usikose kuweka alarm uamke uombe. Na pia sana sana naomba mkapate kuomba Baba yetu wa mbinguni awajaze na imani, awajaze na roho wake kwanza awajaze na Roho Mtakatifu, awajaze na imani ili mkapate kupigana hizi vita vizuri, kwa maana imani yetu ndio itaweza kutupigania vita hizi za dunia. So nadhani ya kwamba nimeweza kuwafichulia hizi siri za makanisa na hizi siri za waabudu shetani. So naomba msiweze kwenda kuombewa. Ndio maana watu wanalazimisha sana watu kuombewa, na utapata saa zingine mtu ameenda kuombewa na kanisa inafungwa. Watoto wengi, watoto wadogo wanaweza kufanywa dedication katika madhabahu ya kishetani. Utapata huyo mtoto magonjwa hayatawahi isha kwa yale ambaye ameweza kunenewa pale katika na yule nabii ambaye anamwabudu shetani, na tena unamtolea sadaka. Hiyo sadaka itakuwa inamnenea. Dedicate mtoto wako kwa Baba yetu Yesu Kristo. Muombe mtoto wako na Baba yetu Yesu Kristo ataweza kumsaidia. Utapata huyo mtoto amefuatwa na roho ya mauti. Watoto wengi najua wazazi wengi wameweza kuwapoteza watoto wao walipowapeleka katika madhabahu hizi za kishetani. Usipeleke mtoto wako kufanywa dedication katika kanisa la kishetani. Usimpeleke jamani. Naombeni mkapate kuombea watoto wenu hata wakiwa shuleni, na naombeni mkapate kuombea watoto wenu. Utapata shule zimefunguliwa, utapeleka mtoto wako pale akaweze kuombewa. Yule mtoto atarushiwa zile evil spirit. Utapata mtoto wako alikuwa mzuri anakuwa mjeuri. Utapata mtoto wako akuwa na spirit ya lesbian. Utapata mtoto wako ameanza kutamani wasichana wenzake. Utapata vijana wengi, watoto wadogo sana sana. Wazazi naombeni mkapate kuombea watoto wenu. Utapata mtoto hata hajafikisha 10 years lakini ako na spirit ya gayism. Mtoto hajafikisha 10 years ako na spirit ya lesbianism. Ni mara ngapi wewe mzazi unajitolea kama mzazi ukapate kuombea watoto wako? Ni wakati wa kuombea mtoto wako. Utapata mtoto ako na spirit ya masturbation. Mtoto ameanza kumasturbate akiwa mtoto mdogo.
So ni wakati wako mzazi wako, na jukumu lako usipeleke watoto wako kuombewa pale makanisani, kwa maana wanarushiwa hizi evil spirit, na utapata hizi evil spirit zinaanza kutesa watoto na wewe mzazi hauwezi kujua. Sasa ni nyakati za mwisho. Naomba ukajiweke close na mtoto wako, na huyu mtoto unapomweka close, si wakati wa kupiga watoto na hasira, si wakati wa kushautia watoto na hasira. Eka mtoto wako akiwa rafiki yako, na utapata watoto wengi wataanza kufunguka. Atakwambia A B C na atakwambia 1 2 3 vile inatendeka. Unaweza kuwa wewe mzazi umeweza kumpeana mtoto wako akaweze kuwa altar boy. Kumbe katika ile kuwa altar boy pale katika makanisa ya Catholic, huyo mtoto wako tena ameweza kurudishwa akakuwa gay. So ukimweka yule mtoto karibu na wewe, umuoneshe upendo, huyo mtoto atakuweza kukufichulia siri zote. Na unapofanya haya mambo, make sure umeomba kwanza. Omba kwanza, na ukishamaliza kuomba, tenga siku zako hata kama ni 3 za maombi. Useme leo nitaamua kuombea mtoto wangu. Unapomwombea, enda umkalishe chini, umkalishe, umuongeleshe. Huyu mtoto ataweza kukufichulia siri mingi ambazo wewe mzazi ambao haukuwa unajua. Ni mara ngapi wewe mzazi wewe unakaa na mtoto wako umuongeleshe? Ni mara ngapi wewe mzazi wewe unachukua jukumu la kuombea mtoto wako? So ni wakati wa kuombea hawa watoto wenu. Hata wale ambao wako high school, utapata boarding school, kuna shule za vijana ama shule za wasichana ambao ni wasichana peke yake ama wavulana peke yake. Wakiwa kule shuleni, haya mambo mengi ya gayism, lesbianism, tamaa mbaya zinatokana kule shuleni. Kwa mkiombea watoto wenu na muongeleshe kwa upendo. Sasa ni wakati wa kuishi kwa njia ya upendo, kwa maana upendo upunguza wingi wa dhambi. Ni wakati wako wa kukaa chini, andika dhambi zako zote, tubu, na baba yetu Yesu Kristo ataweza kuwasamehea. So nataka niwatolee hii prophecy siku ya leo. Nataka niwatolee hii prophecy ama unabii kwa mambo ambayo utaweza kuyasikia utakapotakasika. Baba yetu wa mbinguni ataweza kuwatakasa mtakapoanza kuishi maisha matakatifu. Ataweza kuwasamehea dhambi zenu za kitambo. Na naombeni baba yetu atakapowasamehea dhambi zenu za kitambo, msiweze kurudi tena katika dhambi. Hata kama hauna kazi, omba, baba yetu wa mbinguni ataweza kusaidia. Kitu chochote ambacho unahitaji, kama ni mavazi, omba, baba yetu wa mbinguni ataweza kukuwasaidia. Baba yetu Yesu Kristo asiweze kuwatakasa dhambi na makosa, na mkapate kurudi tena katika zile dhambi. Itakuwa kama ni mbwa ambaye ametapika matapiko yake na akaweza kwenda kuyarudia tena, ama itakuwa kama nguruwe ameoshwa akatakata na akaenda kudagaa kwenye matope. So naomba ukapate kujua hii prophecy siku ya leo, na utakapotakasika kuna mambo ambayo utaweza kuyasikia. Utaweza kuyasikia katika masikio yako, utaweza kuyasikia katika roho yako, utaweza kuyasikia katika moyo wako. Na utakaposikia maneno haya, naomba ukapate ukaweze kuwa na subira, na ukaweze kuomba, na usiweze kuogopa, kwa maana haya ndio majaribu ya nyakati hizi za mwisho. Na hapo ndio utaweza kujua ya kanisa ambalo nilikuwa naenda ni la kuabudu shetani. So hizi vitu ama haya mambo ambayo ni mambo ya makufuru, mtaweza kurushiwa na wale mapastors wenu ambao mmewaamini, ambao mmeona ya kwamba hawa ndio watu wazuri, lakini hao ndio wabaya wenu. Hawa watu watataka ulaaniwe na baba yetu wa mbinguni. Hawa watu watataka kupeleka wewe jehanamu. Kumbuka tukiangalia Balak alipomtumana Balaam akuje awalaani wana wa Israeli. Baba yetu wa mbinguni hakuweza kukubali wana wa Israeli walaaniwe, kwa maana Israeli ni taifa ambalo baba yetu wa mbinguni aliweza kuwapenda sana. So hawa watu watataka kukulaani wewe na ukaweze kwenda katika moto wa jehanamu. Hapo ndio utajua nabii wako ambaye ulikuwa unaenda kweli anamtumikia shetani. So na utakaposikia unamkufuru Roho Mtakatifu, kwa maana hii ni dhambi ambayo haisamehewi, wataweza kuarushia hizi spirit ambazo zitaweza kukufanya wewe ukose, lakini usiweze kuogopa. Endelea kuomba, ukuwe mwaminifu, na baba yetu wa mbinguni ataweza kuwasamehea. Na ukitaka unabii ambao umekamilika, siongei mambo yangu, unabii ambao umekamilika unapatikana katika kitabu cha Biblia Takatifu, na unabii huu unapatikana katika kitabu cha Revelation chapter 5, Revelation chapter 13 verse 5 to 9, Revelation chapter 13 verse 5 mpaka 9 inasema,
The beast was allowed to make proud claims which were insulting to God, and it was permitted to have authority for 42 months. Ufunuo wa Yohana mlango wa 13 mstari wa 5 hadi wa 9 inasema, naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Verse 6 inasema, it began to curse God, his name, the place where he lives, and all those who live in heaven. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakahao mbinguni. Verse 7 inasema, it was allowed to fight against God's people and to defeat them, and it was given authority over every tribe, nation, language and race. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. All people living on earth will worship it, except those whose name were written before the creation of the world in the book of the living, which belongs to the Lamb that was killed. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Listen then if you have ears. Mtu akiwa na sikio na asikie. So maandiko yamesema kila mmoja duniani ataweza kumsujudu ama kumwabudu shetani, lakini kama jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, so wewe jiulize ya kwamba kama jina lako limeweza kuandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. So watu wanamtumikia shetani bila kujua. Na utakaposikia haya maneno ya makufuru, usiende kuuliza ni nini ambacho kinatendeka. Usiende kuombewa na pasta wako. Usiulize pasta wako ni nini ambacho kinatendeka. Usiende kuambia padri, hawa ni padri ambao ni wa Catholics, ama usiende kutubu kwa padri tena. Huwa padri wanamuita father, na watu wanajua ya kwamba maandiko yanasema mtu yoyote afai kuitwa baba, kwa maana tuko na baba mmoja ambao yuko mbinguni. Na hawa watu wameweza, utapata katika makanisa ya kiroho wanawaita dad, utapata katika makanisa ya Catholic wanaita father. So hizi mambo ziliweza kuanza kitambo, na shetani aliweza kuingia katika makanisa kitambo. So hata ukijipata unawaza mambo mabaya kuhusu Roho Mtakatifu, kwa kuwa ni dhambi ya kushirikishwa, baba yetu Yesu Kristo ataweza kuwasamehea. Baba yetu Yesu Kristo ataweza kuwasamehea. Tukisoma katika kitabu cha Matthew chapter 12 verse 31 to 32 inasema, for this reason I tell you, people can be forgiven any sin and any evil thing they say, but whoever says evil things against the Holy Spirit will not be forgiven. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Verse 32 inasema, anyone who says something against the Son of Man can be forgiven, but whoever says something against the Holy Spirit will not be forgiven now or ever. Naye mtu yoyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ulimwengu ujao. Amen. So utakaposikia yale maneno katika vile nimeweza kuwafundisha, hata utakaposikia unataka kumkufuru Roho Mtakatifu, endelea kuomba na baba yetu wa mbinguni ataweza kukusamehea, kwa maana ni dhambi ya kushirikishwa. Na usiweze kuogopa uanze kukimbia huku na huku ukiuliza ni nini ambacho kinatendeka. Naomba ukapate kuwa na subira na uzidi kuomba na baba yetu wa mbinguni ataweza kukusamehea. So ni hayo tu kwa leo. Utakapokutana na video zangu, naomba ukapate kushare ikaweze kufikia watu wengi. Na hawa manabii huwa wananipinga, ama watu huwa wananipinga, manabii wabaya huwa wananipinga. So naomba ukapate kuidownload kwa haraka na ukaweze kushare kwa wengine, na naamini ya kwamba baba yetu wa mbinguni ataweza kukureward. Ni hayo tu kwa sasa. Baba yetu wa mbinguni awabariki.